Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Muungano wa Tanzania, viongozi wote wa meza kuu, wageni waalikwa, na ikiwa ni pamoja na wananchi mbalimbali ambao wamejumuika kwenye tukio hili, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mkarimu, Mwenyezi Mungu rahimu, Mungu wa rehema aliyetuwezesha kuweza kukutana kwenye tukio letu hili la kihistoria kwenye mkoa wetu wa Pwani, na hususan wilaya yetu ya Kibaha, manispaa ya Kibaha. Pili, nishukuru uongozi mkuu wa serikali kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wamefanya, na hasa kiongozi wetu ambaye anaendelea kulitumikia taifa letu, kutumikia wananchi bila kuchoka, na kutuletea maendeleo haya ambayo tunayaona sasa. Lakini washukuru wananchi pia kwa kujitokeza kwa wingi kuja kushuhudia historia hii ya kuboresha maisha yetu na maendeleo kwenye wilaya yetu, mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Waliotangulia wamesema vizuri, yote ambayo yalipaswa kuzungumzwa karibia yameshazungumzwa. Niseme tu mradi wa TACTIC imeambiwa una thamani ya dola za Kimarekani 410 na unafanyika kwenye miji 45 katika nchi yetu, na unahusisha kujenga miundombinu mbalimbali ya barabara, masoko na kadhalika kama ambavyo imeelezwa. Sasa yangu ni machache. La kwanza, tumesema mradi huu sababu yake kubwa namba moja, na ili timu yetu ya watendaji mlizingatia. Sababu ya kwanza ya mradi huu ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Hiyo ndio sababu ya kwanza. Wananchi tunafahamu wanapata mahitaji yao katika masoko, basi wapate mahitaji kwenye eneo ambalo liko safi, lenye usalama na linalofikika, ili mahitaji yale yasije kuwa na madhara kwenye afya zao na maisha yao. Kwa hili, pamoja na maeneo yale wamesema ya kunyonyeshea watoto wachanga, kutakuwa kuna maeneo ambapo kuna vyumba vya baridi kuhifadhi mazao ambayo yanaweza yakaharibika, vitakuwa hapa. Kwa kitu cha kwanza ni kutoa huduma kwa wananchi. La pili, kuwasaidia wananchi wenye kipato kidogo kupata maeneo bora ya kufanyia biashara ili kuweza kuboresha maisha yao. La tatu, kwa sababu huu ni mkopo wenye masharti nafuu, na kwa sababu soko litahitaji kutunzwa na kuendelezwa, kusafishwa na kulipia gharama ndogo ndogo, itakuwa ni sehemu pia ya kupata mapato kidogo. Lengo la mapato lisizidi dhamira ya msingi ya huduma kwa wananchi. Kwa maana hiyo, lazima tuhakikishe wale ambao wamekuwa wanafanya biashara hapa, idadi yao ni kidogo kuliko uwezo wa stoko, wapewe nafasi za kwanza. Waingereza wanasema first right of refusal, wapewe wao. La pili, tuweke mahesabu yetu vizuri, kwa sababu mkopo lazima ulipwe, kwa sababu soko lazima lihudumiwe. Tuweke mahesabu ya gharama kwa watakaotumia soko hili, ziwe gharama himilivu, gharama watakazoziweza. Hatutapenda kama maeneo mengine tumeona tuna soko hapa, walengwa wako waliodhamiriwa, lakini wanashindwa kufanya
biashara kwenye eneo hili zuri, kwa sababu gharama ni kubwa sana. Lakini lazima tujue, wananchi lazima tutoe kuchangia uendeshaji wa nini, wa soko, si bure. Kwa hiyo kuna gharama nzuri zitawekwa ambazo mtaweza kuzihimili. Aliyeleta mradi huu ameuleta kwa mapenzi makubwa, kwa sababu anawapenda na anawathamini sana, mnamfahamu. Dhumuni la 4 la mradi huu, halmashauri yetu sasa imetoka kuwa halmashauri ya mji, tayari ni manispaa. Lazima tuwe na miundombinu inayoendana na hadhi ya manispaa. Kwa hiyo inapendezesha mji na kuboresha mji wetu kulingana na hadhi tulionayo sasa. Hayo ndio mambo makubwa 4. Nimesema gharama ziwe himilivu, lakini zitalipwa, lazima tulipie. Kuna huduma za maji, kuna huduma ya kugharamia soko na huduma za kurejesha, lakini lazima ziwe gharama ambazo ni himilivu. Sasa nishukuru kwa mradi huu wa TACTIC. Mradi tumeona Kibaha tumeshapata hapa, manispaa ya Kibaha tumepata mradi, lakini mradi mwingine utakuwa halmashauri ya mji wa Bagamoyo. Niwaambie wenzangu tu, huu mradi najua yawezekana kwa kuna miradi zaidi. Naamini kabisa hata Mkuranga inastahili mradi kama huu, sababu inakidhi vigezo vyote ambavyo vimezungumzwa. Safari ni hatua, tunaenda kidogo kidogo, tunaenda kwa awamu. Naamini awamu inayofuata Mkuranga itakuwepo. Sasa kwa mkandarasi, uzoefu wetu, changamoto kubwa ni usimamizi wa mradi, contract management. Twende na muda. Mradi huu unazinduliwa sasa kwa kipindi hiki kwa sababu kuna utaratibu wa kisheria wa manunuzi. Sasa mradi huu umekamilika kipindi hiki kwa sababu ndipo mradi umekamilika, ndio maana tumesaini leo. Hatuna dhamira nyingine ya kusaini wakati huu zaidi ya kwamba utaratibu wenyewe wa ununuzi wa mkandarasi na taratibu nyingine zimeangukia kipindi hiki. Kwa hiyo contract management, wakati mnabidi mlikagua eneo hili, mlitembelea, mnajua majira ya mkoa wetu, kipindi gani ni mvua, kipindi gani sio mvua, mnajua material yanayopatikana. Na mimi naamini kwa nafasi yenu, kwa mradi huu ambao miradi ya TACTIC kwenye mkoa wetu inagharimu bilioni 19.83, lazima mmepimwa pia kwa financial capability. Sitarajii kusikia changamoto nyingine kwa sababu mmeonyesha mna uwezo. Pesa zitakuja, mradi usisimame, na tutajitahidi sana ukamilike kabla ya wakati. Tuna uzoefu wa kusimamia miradi, kama utekelezaji wa activities ambazo haziko katika critical path zifanye kwa pamoja ili tukamilishe mapema. Ikifika kama ni kuweka taa, weka taa. Kama ni zege inahitaji 21 days, siku 21, tunasema ili iweze kukomaa, si ndio? Tuzingatie. Lakini yale ambayo curing period, kama yale ambayo unaweza ukafanya pamoja, go back to your drawing board, panga upya, maliza ndani ya wakati kabla uchukue mradi mwingine. Sisi tunataka huduma hapa na tumechelewa. Baada ya kusema hayo, na imani wananchi, tuhakikishie mradi huu tutausimamia vizuri. Mradi huu ni wenu, utakapokamilika ndio tutawaomba muutunzi. Sasa hivi tunachosema, tuhakikisha hakuna mtu anafanya hujuma, kuiba nondo, sio kufanya nini. Mradi huu ni wa kwenu na umeletwa ili kuwasaidia nchi yetu kubwa. Lakini muona kuna halmashauri nyingine, kuna manispaa nyingine,
Yawezekana zingestahili zaidi, lakini Mwenyezi Mungu amependa mpate nyinyi na kiongozi wetu mkuu amependa mpate nyinyi. Kwa hiyo lazima tujivunie. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza.